Iliwahi kutokea miaka zamani. Alikuwa mtu mmoja maarufu sana, jina lake lilikuwa anaitwa Yesu. Watu walimpa majina mengi, lakini sisi tunamuita Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Alitabiri siku za mwisho jinsi itakavyokuwa. Alieleza ni pamoja na watu kufufuka na kuvishwa mavazi mapya. Lakini pia alisema unabii mwingi sana, na katika yote aliyazungumza kwa sasa 95% yamekwisha timia. Ni machache tu bado yamebakia. Hana budi kutimia mapema, na huu utakuwa ni mwisho wa dunia. Siku hiyo itakuwaje? Kama ambavyo Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo 24, malaika watasimama katika pande 4 za dunia wakipiga tarumbeta na kuwakusanya watakatifu wote, wale ambao waliishi katika maisha matakatifu wakimwamini Kristo. Lakini wakati ule ataonekana mwana wa Adamu, Kristo Yesu akishuka. Baada ya kusanya matukio duniani kote, na alileta kwetu, nasi tunaileta kwako kama ilivyoandikwa. Taarifa hizi hazikutofautiana kabisa na taarifa za kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Mathayo 24 na kuendelea, lakini pamoja na vitabu vingine kama vile Ufunuo, Ezekieli na vitabu vingine kibao, kwamba kulisikika tarumbeta zikilia katika kona zote za dunia. Na walikuwa wakipiga tarumbeta, walikuwa ni malaika wenye nguvu sana, na mbingu ikafunguka katikati. Alishuka mtu alipanda mwanafarasi mweupe, na mtu huyu alikuwa amevaa vazi la utukufu lenye rangi nyeupe na nyekundu, lakini pia kichwani mwake alikuwa amevaa taji la utukufu. Na huyu ndiye aliyetabiriwa na alisema nitarudi, nani? Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amekuja kwa ajili ya kuwachukua teule, na wale watu walikuwa sehemu zingine duniani, basi walikuwa wakikusanywa pamoja tayari kwa ajili ya safari ya unyakuo. Huku ni India pia, nao waliona kama vile tulivyoona kule Kigamboni. Huyu alikuwa zake mchana anasoma kitabu, anashangaa ghafla kitu cha ajabu kinapita mbele ya macho yake. Ni ajabu, ni mshangao. Alikuwa si mwingine bali ni simba wa kabila la Yuda, mwite Kristo Yesu. Aliondoka kama mwanakondoo, lakini sasa anakuja kama simba kwa ajili ya hukumu na jopo kubwa la malaika. Jesus.